ujue namna ya kuwasaidia. Chanzo cha magonjwa ni vyanzo vya magonjwa. Chanzo cha kwanza cha magonjwa ni maisha ya dhambi. Magonjwa yaliingia baada ya dhambi kuingia. Ndio maana sasa nimekuonesha mara ya kwanza kwamba mapenzi ya Mungu makamilifu ni uzima. Unaona pale Mungu amemuumba Adamu na mkewe kipenzi Eva, wanaishi mle bustanini, maisha ya uzima tu, maisha ya uzima. Magonjwa yameanza baada ya dhambi kuingia. Neno la Mungu linasema kitabu cha Warumi sura ya 6 mstari wa 23, mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Magonjwa yameingia baada ya dhambi kuingia. Nitakusomea kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Nataka nikuonesha kwamba dhambi, asilimia kubwa ya magonjwa yanayotesa watu ni kwa sababu ya maisha ya dhambi. Haujashinda dhambi, hauwezi kushinda magonjwa. Kwa tafsiri nyingine, nataka nikuoneshe nini? Nguvu ya shetani ni dhambi. Ukishinda dhambi, jeuri ya shetani ni dhambi. Ukishinda dhambi, umemshinda shetani. Yaani kwa tafsiri nyingine, ukiona dhambi, umemwona shetani. Ndio maana nakushangaa wewe unacheza na dhambi na rafiki. Hauwezi kushinda magonjwa kama hujashinda dhambi. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 14. Ila ukianza kusoma mstari wa kwanza, mimi nita point moja kwa moja mstari wa 14. Ukianza kusoma mstari wa kwanza, hapa kuna habari moja ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaumwa na ana ugonjwa wa miaka 38. Ugonjwa wa miaka 38. Ugonjwa wa miaka 38 sio kitu cha kawaida. Miaka 38. Naumwa miaka 38. Wakati huo Yesu amewakuta kwenye bilika moja. Saizi naweza nikasema hospitalini. Hospitalini. Yesu amefika pale kwa sababu Yesu alikuwa ni mtenda mema, ana huruma. Ameenda kuwatembelea wagonjwa hospitalini, akakutana na huyu mtu ndo analalamika, kwa kweli mimi hawa watu wana moyo mbaya kabisa, hawataki kunisaidia. Yaani kila malaika akija akitibua maji wananiacha, wanakimbilia wao. Wewe angalia mstari wa 14. Yesu akamwambia, okay, kwani wewe una shida gani? Wewe unataka nini? Yeye akasema mimi nataka kupona. Okay. Akasema basi mimi uzima nimefika mahali hapa. Akasema inuka, chukua godoro lako, funga, jitwike, ondoka. Yule mtu akapona tangia muda huo. Na huyo mtu alikuwa ameparalyze. Angalia mstari wa 14. Anasema baada ya hayo Yesu akamkuta ndani ya hekalu, akamwambia, angalia umekuwa mzima, usitende dhambi tena, isije likakupata baya zaidi. Yesu anamwambia angalia leo umekuwa mzima. Huyu mtu baada ya kupona akaanza na kwenda kanisani. Nafikiri hapo nyuma alikuwa ni mtenda dhambi kweli kweli. Ndio maana Yesu anasema angalia leo umekuwa mzima, usitende dhambi tena. Inawezekana huyu mtu alikuwa anaishi maisha ya dhambi. Inawezekana huyu mtu alikuwa mzinzi. Inawezekana huyu mtu alikuwa mlevi. Mimi sijajua dhambi ambayo alikuwa anaifanya, lakini huyu mtu automatically alikuwa ni mtenda dhambi. Ndio maana Yesu anampa onyo kali kwamba leo umekuwa mzima, na kuona luka na wimbo wa haleluya haleluya, umekuwa mzima, lakini angalia usitende dhambi tena. Usitende dhambi tena. Kuonesha kwamba dhambi ndio ulikuwa mlango wa yeye kuugua ule ugonjwa. Yes, kwa Swahili wote tunafahamu. Ukisikia mtu ametumia neno tena, kwa tafsiri yake kuna kitendo ambacho ule umefanya kwanza. Ndio maana ameamua kusema usifanye tena. Kwa Yesu akamwambia usitende dhambi tena, lisije likakupata baya zaidi kuliko. Hapa tunajifunza mambo kadhaa. Jambo la kwanza, dhambi ni mlango wa mabaya yote. Mabaya mengi unayoona yanawapata watu, ni mlango mkubwa ni dhambi. Mabaya mengi, sala nyingi unazoziona watu wanazipata, kuachana, ndoa, magomvi, mlango mkubwa ni dhambi. Kama ambavyo mlango wa magonjwa ni dhambi. Umeshinda dhambi, umeshinda pia mabaya. Kwa sababu mabaya yote shetani ndo anayaelekeza. Unashindaje hiki chanzo cha dhambi? Jambo la kwanza ni kwa kufanya maamuzi ya kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hakuna mtu ambaye anaweza akashinda dhambi kwa nguvu zake mwenyewe. Hakuna mtu ambaye anaweza akashinda ulevi kwa nguvu zake kwa kuamua. Hakuna mtu ambaye anaweza akashinda uzinzi kwa yeye tu kuamua. Hakuna. Ndio maana unatamani kushinda na umeshindwa. Unasema ngoja leo ninywe kama mwisho, kesho tena unakunywa tena.
una mke, unaishi maisha ya uzinzi, haina maana kwamba wewe unapenda dhambi. Hakuna mtu anayependa dhambi, ila umeshindwa kushinda kwa sababu kuna nguvu ambayo unatakiwa kuwa nayo ili ushinde. Hii nguvu ni nguvu gani? Unamhitaji Yesu kwenye maisha yako. Kitabu cha Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Na Mungu anasema atazaliwa au atamzaa mtoto na jina lake ataitwa Yesu, kwa maana kazi yake atakuja kuwaokoa watu na dhambi zao. Kazi ya kuwaokoa watu, kazi ya kuwatoa watu dhambini ni ya Yesu. Hakuna mwingine ambaye anaweza kukutoa dhambini. Unatafuta saikolojia, sijui ukashauriwe ili uache ulevi. Rafiki, hauwezi ukatoka huko isipokuwa umefanya maamuzi ya kumpokea huyu mwamba anaitwa Yesu. Ili uiruhusu ile nguvu ya ajabu, iko nguvu ya kumpokea Yesu kwenye maisha yako, ya kutolewa dhambini jumla. Nguvu. Hili jambo la pili, kwa kumpokea Bwana Yesu unakuwa umepokea haki ya kuishi maisha matakatifu. Unakuwa umepokea ile nguvu, mbegu ya utakatifu. Kwa nini? Unakuwa umezaliwa kwenye familia ya Mungu. Familia ya Mungu ni ya utakatifu. Unakuwa una mbegu ya utakatifu ambayo inaanza kukua kwa kusaidia. Kwa hiyo leo unatamani kutoka kwenye unatamani kushinda dhambi. Jambo la kwanza, fanya maamuzi ya kumpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa maana yeye ndo aliyekuja kuwaokoa watu na dhambi zao. Jambo la pili, unashindaje hiki chanzo? Unakishughulikiaje? Au magonjwa ambayo yametokana na chanzo hiki unayashughulikiaje? Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba unafanya maamuzi pia kibinafsi ya kuishi maisha matakatifu. Kumpokea Bwana Yesu ni jambo moja, lakini pia kuamua wewe kutaka, kutaka. Unajua kuna nguvu ya kutaka, iko nguvu ya kutaka kitu. Taka kuishi maisha matakatifu. Changamoto kubwa nawaza hizi, kuna majitu ambaye yameokoka, yamempokea Bwana Yesu, yanaenda na makanisani, ila mazinzi. Naishi maisha ya dhambi tu. Maisha ya ovyo ovyo kabisa. Hayajataka. Ila ile nguvu ya kumwezesha iko. Ile nguvu inawezesha pia ukitaka. Hii nguvu inaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yupo kutusaidia. Ukitaka anakusaidia. Haujataka ndo maana unaanguka dhambi, unaanguka kwenye uzinzi. Pokea hiyo nguvu ya kushinda dhambi. Chanzo cha pili cha magonjwa ni nini? Chanzo cha pili cha magonjwa ni nini? Chanzo namba 2 ni laana. Na nitazungumzia kwenye kategori kama 2.